ipo kwenye jamii za Kitanzania. Tuhakikishe kwamba wanafunzi wetu wanaishi. Wewe utaita mkuu wa shule. Lakini leo huwezi ukasema nimesimamia taaluma, wanafunzi wanafanya vizuri, wanapata division 1. Then what next? Division 1 haitakuwa na faida yoyote kwa mwanafunzi kama hana nidhamu. Kwa lazima pia tusimamie eneo la nidhamu vizuri, ili mwanafunzi huyo jamii kimuona iseme hiki alichokipata shuleni kinalingana kabisa na nidhamu yake, kinalingana kabisa na Watanzania, lakini kinalingana kabisa na mazingira yote ambayo Watanzania wanapaswa kuyaishi. Hapo kweli tutasema hii shule na mkuu wa shule. Lakini mbili, mkuu wa shule lazima awe mtu anayesema kweli daima, na kwake iwe unafiki ni mwiko, katika maana ya kusimamia kile kinachopaswa kusimamia, au kile anachopaswa kusimamia, au anasimamia ukweli. Lakini jambo jingine, mkuu wa shule lazima hakikisha nafikika. Mkuu wa shule isionekane yeye sasa ni sawa na nyuki, kwamba akisogelewa anang'ata, kwa watu wanaogopa kumsogelea, kwamba mkuu wa shule huyu anakuja tumkimbie. Hapana. Mkuu wa shule lazima uwe unafikika. Sasa unafika na watu gani? Kwanza unafika na wadau waliopo shule. Na wadau wakubwa katika eneo la shule, kwanza tunazungumzia wanafunzi. Wanafunzi wana uwezo wa kukufuata mkuu wa shule, kukuelekeza changamoto wanazokumbana nazo wakiwa shuleni. Ukiona no, jua mkuu wa shule wako kuna sehemu unayumba. Ukiona yes, jua umetimiza wajibu wako wa kusimamia shule. Lakini mbili, uwe na uwezo wa kufikika na wale unaowasimamia, ambao ni walimu. Na ieleweke kwamba mkuu wa shule sio kiongozi tu. Mkuu wa shule yupo na majukumu mengi.